mwanangu yuko makini hapo. Safi. Hapo moja. Mungu akubariki. Ngoja, unajua nikikubania hivi, ngoja. Baba mwanangu kibane fresh ndugu yangu. Sikuja toka haribu mambo hapa. Bora usikie tu baba hapo. Hapana, siwezi pepe. So, maridadi. So, unaona kiwa kama hivi? Yes, hapo maridadi. Mambo basi kama haya. Sisi tuna sasa tunashikia tusije tukachelewa kama daily. Chelewa. Ambaye akatupitisha. So mambo. Yeye anakumbuka. Leo ilikuwa ni wewe peke yako hiyo. Ilikuwa ni wewe peke yako uliopotea. Inasema ile siku ambayo wakao wametusimamishia tushuke sisi tukafikiria atasimama tena kuzungusha. Okay. So kumbuka? Hiyo. Kumbuka demo anaishi pale pale? Yeah, simle ndani mwe. Nilikwambia pale mdau ule kwamba kuna sister hapo. Ni kweli unaniambia, lakini nilikuwa nafikiria yuko nje. Anaongea, anaitwa nani? Anaitwa nani? Ndugu yangu mimi najua watu lakini sijui majina ya watu. Mimi nakujua wewe tu. Wewe kama mimi. Yes. Pia mimi kushika jina la mtu bwana. Nani lakini jina lake anaitwa Koterida. Koterida. Yuko maridadi anaongea. Yeah, nimekumbuka. Anaongea. Boy wake ni mchezaji vipi? Hapana. Sarilion. Sarilion. Yeah. Ambaye kazaa naye. Ambaye kazaa naye ni Msarilion. Okay. Anaishi pamoja pale sasa. Yeye ndio nikamburura pale. Okay. Maridadi bwana. Kujuana unaona kitu kama hii ndio unajuana huko. So kama leo unaona sasa tukiwa na mic kama hivi kila mtu yuko nake. Haina haja kila time mikono ya kuleteana shida. Ilikuwa ni mashida tu. Kwa sababu tuna Trandroid sasa. Tunaenda huko lakini mwanangu tukiona duka la dawa kwa sababu tusimame kanunue dawa mwanangu. So nunua dawa ni dawa ya kichwa. Dawa ya kichwa sababu ya mafua yananitesa balaa. Haidondoki hapo. Nimewekea mwenye kwa mipango. Umeona mkoba hapo ulipokaa? Umekaa chini. Sawa wewe dawa ya kichwa nayo ushapiga dude wewe tayari. Anao ni kidogo tu. Haina neno. Na kiwango changu. Nikifikia situmia hata siku moja. Sasa hivi. Sasa hivi najua mzee anaugua kweli. Wadadi bwana. Na ndio kama mafua yanaumiza. Mafua vibaya bro. Yanaumiza balaa. Unaona mtu mzima akishikwa na ugonjwa anakuwa kama mtoto. Bora watoto wanachangamka lakini wewe unalegea. Mtoto unamkuta anaumwa maradhi yake kama Mungu anakupa wewe haki ya Mungu mwanangu wewe uinuki mwezi mzima. Ni kweli. Lakini yeye still bado unamkuta anacheza na watoto wenzake anafurahi, muda mwingine yakimzidi ndo anakuja analia. Hivyo. Lakini sasa sisi tunaliana nani? Hapo. Nabaki peke yako. Inabidi unakomana. Na huko hapa bwana baba hakuna chumvi. Kichwa hapo kinapiga. Bwana uko serious hivi. Baba unasema mambo gani tena haya? Ngoja jinikaya hapo bwana. Ngoja jinikaya hapo. Ndio pale? Hapa. Hapa safi. Unaona? Hapo mwanangu, yani watoto wanakuja wanafudai huduma zao sasa. Si watoto wako? Familia. Basi ndio. Bwana watoto bwana, kwanza Ujerumani hii watoto. Ni wahali sana mzee. Mimi nakwambia watoto wawili tosha bwana. Ujerumani bwana, ni gali. Na mimi kwa hapa wawili na hisi sidhani. Kwani? Rais watu wawili rais. Wewe sio rais. Nasema rais ikiwa ni kuhusu pesa. Okay, lakini pia ni gharama kwa sababu juzi nimepiga mahesabu. Watoto wawili unawalipia shilingi ngapi? 18 years. Imekuja 154,000 euros. Sababu bado na hiyo pesa nimepiga imesema kama huna mtoto, kama usipokuwa na mtoto hizo pesa unazisave ni zako. Sasa Ujerumani baya mtu amefanya kazi mpaka hapa na hana mtoto aje Afrika ameretire. Ana pesa nyingi. Kwa sababu wewe cheki mtoto mmoja hapa unamlipia euro 365. Wa kwangu mimi mmoja namlipia pesa hiyo.
365. 365. Au ni zaidi ya shilingi 700. Wawili ni ngapi? Zaidi ya 700 na kitu, yes. Walipia hiyo. Hiyo ni euro. Na kama hujalipa, usipolipa watoto uko na balaa kubwa ajabu ambalo hata tuseme kama huku kwanza hilo deni usipolipia watoto, wewe sio unafanya kazi usipolipia, serikali inawalipia, lakini ujue watakuja kukudai hata kama ni mamilioni, watakuja kukudai, lazima ulipe. Hakuna vile unaweza kuepuka hiyo. Ndio maana mimi nilikuwa naogopa kupata watoto. Na uwezi mtu anikupoteza maisha yako bila ya kulipia hiyo pesa, kwa sababu unaweza nuka euro 10,000 uipoteza kwa watoto wako, bado still hujapoteza. Sisi tu Afrika ni ujinga wetu, hujapoteza kwa watoto. Lakini kwa watoto mtu poteza vipi? Unapotezaje mtu kwa watoto wako? Kwa watoto wako huwezi poteza pesa. Akikuwa na zamu yake kama bado uko hai, tena ndio unajifanya mgonjwa kila siku, unalipiza bana. Vipi kwa mimi siwezi fanya chochote, nisaidieni sasa, zamu yenu. Kwa nini unataka unakula msuli? Wewe unataka uzae watoto ili uwategemee baadaye? Angalia. No, sina nia hiyo, lakini unajua kwa nini? Ngoja, hicho kitu mwongea. Sikizeni nyinyi. Si tu uzae watoto uje utaka kuwategemea baadaye. No, huwategemei. Kama labda uweke ready person kwamba unamtegemea mtoto, hapana, lakini kwenye ubinadamu unajua bwana, niko na watoto hawa, hata kama nafanya gharama ina maana ili kukupa wewe hope ya kuwasaidia zaidi, unajipa imani ya kwamba nao watakuja watanisaidia, ile unapata challenge. Lakini sasa unaona hiyo mentality ni Afrika ndio tuko nayo. Ndio wazungu hawana mentality hiyo. Wazungu hawana mentality ati ni sawa. Kacha ni tofauti. Usimalize maneno. Kacha ni tofauti. Kacha, yes, kacha wao wana tabia zao na sisi pia tuna tabia zetu. Si tabia, sikiza, lakini hizo tabia sasa ndio inafaa tu evolve. Unaona, ufundishe watoto na ujitegemee kwamba ninasaidia huyu mtoto, si natakaje nisaidie. Kwa kivipi? Ni usevu. Na sisi ambaye tuko Europe ndio tunaweza anzisha hiyo tabia hiyo, ili watu wa Afrika nao waelewe kwamba sisi watoto wetu tunawasomesha ili wasije kututegemea. Yes, hilo ni jambo zuri, lakini tuanzishe sisi. Hilo ni sawa, ila kiupande wangu mimi tunaanzisha, si ndio? Subiri kwanza, sijasema hivyo. Kiupande wangu mimi bado sijasema hivyo. Kwa sababu wewe imagine, wewe unawajua 100 ngapi hapo Wajerumani ambao tayari ushaishi nao ukiwa katika hali nzuri na mbaya. Ushawahi kumkuta labda Mjerumani kwa hiyo tabia ambayo wewe labda unataka kuja nayo system, labda kwamba tuwafundishe watoto wetu? Nani anaweza mtu anikumsaidia hata mzazi wake? Hakuna, baadhi yao, lakini hawawezi. 90% hawawezi. Hawawezi sababu mzazi ashafanya kazi, unaona, na amesevu na anapata pesa kwa serikali. Sawa, imagine, lakini si wote. Kuna wengine kweli wame move on kabisa, hawana. Lakini mzazi mtoto hata kumwona mzazi wake, kama mzazi bwana, ujisaidie, ni uwekeze. Wewe kuzaa mtoto bwana, usizae mtoto kumwambia atakuja kusaidia. Kama uwezi kusaidia mtoto usizae. Mimi bwana, yale maisha nimepitia, ningesema huyo mamangu heri angenitoa. Lakini sasa nimefika hapa. Lakini sasa mimi sitaki niwe na mtoto, aje nianze kutegemea mtoto. Mtoto wangu sitamtegemea. Si kumtegemea mtoto, ila kumtengeneza mtoto katika huruma ya wengine ambao kama ikafanikiwa kuweza kusaidia. Sasa hawa wenzetu hapa Ulaya hawana hiyo future ya kumtengeneza mtoto, kuthamini maisha yake mwenyewe, ila pia na pia na maisha ya mwingine ambaye yuko chini. Kwa nini kuna mpaka wa Afrika? Subiri kwanza. Kuna Afrika baadhi yao, umeelewa? Wapo wamekuja hapa ni watu wazima kabisa, lakini still wamepata mabibi wa kizungu au mabwana wa kizungu, wanaingizwa ule upumbavu. Mtu anabadilika akiwa mtu mzima. Unaweza ukamfuata wewe mdogo wake, alafu uko very serious, huna chochote na anakuacha pia, si ndio? Na ukampigia pia bwana, anakuja kukufuata, lakini pia umpati tena. Bado kitu chetu kimoja hapo viwili. Kila ndege atalisha kwa refu wa kamba yake. Yes. Umeelewa? Kwa hiyo yani yule si utaratibu mzuri, lakini ni utaratibu mzuri kwenye mafundisho mazuri ya mtoto kujitegemea, kumtengeneza mwenyewe kama mzazi, ila pia usisahau kumwambia kwamba ila still utakapotengeneza maisha yako, kuna wengine pia kama watakuwa ni wame move on na kile kitu ambacho uko nacho, kile hawana. Kama unacho wasaidie. Mimi vile mtoto wangu kama ana uwezo saidia, sio mzazi tu. Lakini mimi mtoto wangu bwana, akija kuwa fanikiwa asisaidie mtu yoyote. Imagine wewe ni mara ngapi umesaidia? Wewe ni mara ngapi? Nimesaidia. Na kauli yako umesaidia.
Na sasa sisaidii mtu tena, na mtoto wangu mimi hatasaidia mtu. Okay, ni maamuzi yako. Ile ya kwangu yako hivyo. Wewe bwana, hatuzai watoto kuja kusaidia watu, na pia hatuzai watoto kuja kusaidia wazazi. Hakuna kitu kama hiyo. Okay. Sawa. Sawa. Ama mimi bro, no comment. Utaki kutegemea watoto wako? Hapana, no, mimi nitawategemea kwa anayetaka kumtegemea pindi kama nimezidiwa, ila haitakuwa na ulazima kama najiweza. Lakini hutakuja kusema nitakulaani kwa maana unisaidie. No, kama sina kitu nitasema. Sasa sina. No, ikikata kona. Siku ile pale ilikuwa limesimama kule kitu kile pale. Lakini mara nyingine kwa hapa afu na kati inasimama. Kwa hivyo mtoto akikata kusaidia utamwambia nitakulaani wewe. Kama sina kitu. Ya, tena hiyo, yani hiyo navaa seruni, unajua mkute. Unavaa nguo bila ya mkanda ile. Unaifungua na mmwagia razi. Acha. Naambia wewe umetoka hapa. Mnafanya hivyo Tanzania? Namfanyia. Lakini mnafanya hivyo? Hatufanyi, lakini kwa mimi kama nishazidiwa na maisha. Alafu naangalia ziaso unazopitia hapa. Alafu pengine ngulia nguo uambie wewe umetoka hapa. Yes, example wewe nao angalia. Au sio? Sasa hivi tunafanya kazi, tunapata pesa. Ila sisi hapa tunaishi kimaskini. Tunawekeza wapi? Na niko niweza kazi. Umenielewa? Nisikilize. Una force unawekeza nyumbani, sometimes wewe hapa unadhalilika sometimes ujue. Umeona umepata 2000 yako, 2300, 500. Yaani wewe unajiwekea akiba mwanangu 300. Imagine yote unaiwekeza kule. Na kule unawekea watoto wako kwamba bana hawa ndio kizazi changu. After hapo wewe tayari no mbele bana. Kitu hiki hapa kinatengenezwa, unasimama pale mbele. Hapo tunashuka. Sasa mdogo wangu. Unamwagia razi? Wewe. Namvulia nguo kweli. Umwambie wewe umetoka hapa. Namuonyesha kwamba alitoka sehemu ndogo lakini tayari kakua. Hutaki kunisaidia. Na wewe umetoka hapa. Umetoka hapa. Ibra, hiyo haina Ibra, hiyo ni haki. Unamvulia nguo kweli. Kama hujiwezi tena kweli uko serious. Maisha ni magumu. Haujiwezi, uko na watoto. Umewatengenezea maisha. Si kwamba wamejitengenezea lakini umewatengenezea misingi ya maisha yao. After hapo tayari ni lose kila kitu. Alafu yeye aje kudharau. Wewe. Bro. Hiyo mwanangu hapa tunavuana nguo serious. Unamwambia hadharani mzee. Naambia bwana ulitoka hapa na wakati unatoka ulitoka kama hichi alafu nikakukuza mpaka umefikia